time. Mambo. Hiyo sasa ndio mtindo. Kila mahali Kenya mambo ni na hii uchaguzi ni one term versus two term. Hebu tuone watu wa one term hapa. One term. Asanteni sana. Kwa hivyo form ni Ongaro Jeremiah. Hakuna mambo ingine. Na kama Ruto anadai anawapenda, miaka 3 amemweka kwa hali ya kukosa huduma ya hospitali. Hata submission zile za Katoliki na wengine zinaanguka, amekataa kuwalipa pesa ya zamani. Ukienda hospitali SHA unaambiwa ulipe miaka 2, alafu anakataa kukulipia chochote. Huyo ni mtu anawapenda? Ile pesa wanaleta yote wangekuwa wametengeneza hospitali kama anajali maslahi yako. Ile pesa wanazunguka nayo wangekuwa wamesomesha watoto wetu. Imagine pesa ya shule inafika shule ikiwa ishafungwa. Watoto walikula nini? Tabu kabisa. Huyu ni mtu anasimamia uvunjaji wa pesa ya umma na wizi, na anajaribu kugraduate kama dictator, akiiga mfano wa nchi jirani. Iko na mzee amekaa miaka 40. Sasa mimi namtumia ujumbe nikiwa hapa. We shall not allow you to graduate into a dictator. Hiyo graduation tumekataa. Na kama ameona umwagaji wa damu pale Tanzania na anafikiria atafanya hapa, aambiwe tumejipanga, hatutakubali. Hawa watu wa tume ya uchaguzi, ukishaingia ofisi kama commissioner, kama mfanyikazi wa Electoral Commission, uelewe mshahara unakula sio wa nyumba ya Ruto, ni mshahara wa kodi ya wa Kenya. Mtufanyie kazi, tutampima kwa huu uchaguzi. Mweke uchaguzi wa haki, na ndivyo Kenya ijulikane form ni one term au ni two term. Mnasemaje? Basi waelewe, tafadhali usikose kwenda kupiga kura tarehe 27. Ukituona hapa tukishikana na ndugu yangu Matiang'i na wengine, tumekubaliana zote tungependa kuwa rais, lakini mtu mmoja tu ndio atakaria kile kitu. Na vile tunawapenda, tumesema tukiingia kwa nyumba tuseme ni mtu mmoja, wale wengine wote tutapiga laini nyuma ya huyo mtu. Ikiwa ni ndugu yangu Matiang'i, support 100%. Ikiwa ni Martha Karua 100%. Ikiwa ni Kalonzo 100%. Hapa Kisii muonyeshe kwa vitendo, hapa Nyamira watu wa Bagusi muonyeshe ya kwamba mko nyuma ya one term kwa kutupatia Ongaro Jeremiah. Na ndivyo Ruto aambiwe hata huko kwao Rift Valley wote wanasemaje? One term. Mimi sijaona watu wa tuta. Mambo ya uhalifu ndio jambo langu la mwisho. Hatutaki vita ya wenyewe kwa wenyewe. Tumekuona wewe Dr. William Ruto, na sijui kama hiyo dokta ni halali, lakini tumekuona wakati kulikuwa na maandamano, unatuma wahuni wakiwa na rungu zinafanana, wanatembea na polisi na kuleta fujo kwa wananchi. Mwishowe unatuma polisi wanaua vijana wetu. Hii uchaguzi tunakuangalia. Ukileta fujo tutajua unataka kufanya ile mambo nchi jirani imefanya, na hatutakubalia. Ukumbuke ulipelekwa ICC kwa mambo ya kupigana. Ukitaka kurudi huko tutakurudisha. Lakini Wakenya wapendwa, mkatae fujo. Wewe kijana utapatiwa pesa,
weka pesa kwa mfuko, ni pesa yetu. Lakini usije ukatoe fujo kwa mwenzako, na mkipiga kura, kaa pale ulinde ile kura. Hawa ni wezi sugu, wanaweza kimbia na kura zetu. Mnakubali ya kwamba mtapiga kura na kulinda? Mtawacha kura zetu kupotea? Mimi nataka muweke Matiang'i awe Maritati. Rora Matiang'i Matiang'i Minto. Rora Jeremiah Minto. Muwawe. Jina yangu ndio Khalwale. Mimi ndio Dr. Boni Khalwale, rafiki ya ukweli ya Mheshimiwa Fred Matiang'i. Ninakuja hapa kwa hiyo heshima, kwa sababu Mheshimiwa Matiang'i alipotangaza kwamba anataka kuwa rais, and because we know each other for many years, tukapanga mkutano wa masaa 4, wanaume wawili kwa room yenye tulifunga. Msiulize tulifanya nini, muulize tulisema nini. Matiang'i told me many things, but today I want to tell you, you turned me wakati ulisema kwamba unaomba kuwa rais, and because you have a dream kwamba in 2 years, if president, you would apply brutal government efficiency. Those were his words. Brutal government efficiency. What that means ni kwamba an efficient government does not tolerate corruption. Shida ya Kenya ni corruption. Vile mnaona our president saying anataka inji iende Singapore style, na anazungumza vile atatumia pesa trilioni 5. Hajui shida ya kwenda huko sio pesa. Shida ya kwenda huko ni kwamba mawaziri wake, Duale, Murkomen, wote mnawajua ni waizi. Pesa ya kutupeleka huko wanakula. Even if you give them, they are going to share the money. We will not get there. Friend, I want to urge you, vile Wakisii wako na wewe, shikana na George Natembeya. Huko kwetu tuko na Mudavadi na Wetangula. Mimi Khalwale na George Natembeya, we have buried them. Now they have resorted shooting at us. Yesterday they almost killed me outside Wetangula's home. May God bless you. My wife Diana Moragwa amesema nimsalimie, ndio amenitengenezea chai asubuhi nikija huko. Asante.